is about to go down. Kuna history fulani ya jamaa wa traveling agency ya history ya Tanzania. Sijui kama umepata nayo mahali hivi. Oh, hiyo story ya Tanzania. Sikia jamaa sikia hiyo story bana. Hey. Kumbe scam is real. Scam mazeni real. Jamaa ameenda pale kwa traveling agency fulani pale Tanzania. Jamaa akitaka kwenda kubadilisha maisha pale US. Si jamaa kapanga mikakati hivi hadi jamaa akajipata amepata ticket ya kwenda US pale. Kubadilisha maisha yake vizuri. Hadi watu wengi siku hizi kitu kidogo kuja kwa akili yako tu ni kwa matu nchi yako kwa Afrika na kwenda abroad ama Gulf kubadilisha maisha kule. Jamaa akajikuta ameenda kwa traveling agency pale. Akiambiwa apeleke kwa US. Sasa sijui ni nini ile happen pale, mwenyewe akiwa na tamaa kubwa kufika US. Jamaa akajipata. Jamaa akajipata Kenya bwana. Nairobi. The capital city of Africa. Lakini unaona hii issue. Me I think like huyu jamaa mwenye alikuwa na travel mwenyewe hakuwa well educated kuhusu chenye alikuwa anafanya. Huwezi niambie eti unatolewa Tanzania unaletwa Kenya. The distance hata ukiangalia the time yenye una flight kutoka Tanzania hadi Kenya. Unaona ni time kidogo sana compare to yenye unaenda US. I think kulingana venye tunajua kutoka Tanzania hadi Nairobi ni masaa mawili tu. Almost masaa mawili. Tuseme 2 hours. Unapokuwa umefika. Huyu jamaa akatolewa pale hivyo akaambiwa unaenda US. Akaletwa akadugu hapo Kenya na ujue tena amebukiwa ndege, amebukiwa na nini? Hoteli wiki mzima. So alikuwa yaka hoteli. Sasa mimi nashangaa huyu jamaa wa Tanzania mazee pia Tanzania mnabidi mtupe heshima yetu. Waamke bana. Watupe heshima yetu. Sababu huwezi kuwa eti umebuku ndege. Si receipt inaonyesha, ticket inaonyesha mahali unatoka, mahali unaenda. Kwa hiyo utakuambia ile ticket ilikuwa imeandikwa nani US. Alafu akajipata Kenya. Lazima tu ilikuwa imeandikwa Kenya, si ndio? So kama imeandikwa Kenya, huyu jamaa hakusoma kitu cha kwanza, hakuwa educated ama hapo na ile elimu hata kusoma pia. Anaweza kuwa amezoea kusoma Kizungu sasa amesoma Kiswahili. Unajua maybe pale Tanzania sana wanatumia Kiswahili. Labda alielewa ile Kiswahili yenye alielewa na wale agents. Na wale agents pale. Lakini pale airport sasa maybe sio kwa ni flight inakuja Kenya. The flight attendants pale alitumia Kizungu ama sasa ule jamaa kushikanisha. Na alipofika Kenya pia still jamaa wametumia Kizungu. Now at 8 o'clock. Ama kwa sababu ni scam, maybe pia hadi pilot mwenyewe anajua hapa nitasema tumefika USA. Lakini agency hawezi kuwa pia wamepiga scam. Unajua si hakuwa mtu mmoja mwenye amebebwa kwa hiyo ndege. Si ndio? Obviously kwa watu wengi, lakini huyu jamaa sasa sijui hata alijipataje. Unajua kuna situation nyingine yenye hata mwenyewe unajua huyu jamaa hata alijipa hivi kuaje yani kwaje. Ukiangalia hadi from Tanzania ama Kenya to US is 14 to 15 hours. 15 hours. Hasa huyu jamaa ametravel tu na 2 hours amefika Kenya. Pengine za huyu jamaa alikuwa amelala kwa flight yani kwa safari yote from Tanzania to Kenya. 2 hours amelala. 2 hours mtu unalala. Sijua hizi inaitwa long travels kama za basi weza lala from maybe like umetoka coast hadi Mtito pale umelala. Hizo ni more than 5 hours, si ndio? Lakini 5 hours. Lakini jamaa sasa ni kwa flight. Na obvious pia maybe kwa for the first time hajapanda flight, hajaipanda ndege. Huyu jamaa ni mnyonge. Huyu jamaa alionyeshwa unyonge. Huyu alipigwa vibaya sana. Sasa jamaa yafika pale Nairobi mzee. Na sasa jabu hiyo tiketi pia alilipishwa pesa kaa yote. Sasa kwa alilipishwa pesa nyingi sana kulingana na venye alivyo. Kama aliweza fanywa hivyo ni hata hiyo tiketi pia anaweza kwa alipigwa hata mita 2. Mita 2 na future hiyo. Amfika pale Nairobi sasa jamaa wakamweka kwa Uber hadi kwa hoteli fulani, hotel classic hivi. Hoteli iko juu ya ghorofa. Jamaa afika hivi amaliza wiki nzima pale kwa
kwa hoteli amekuwa tu hadi ile floor ya juu kabisa, yona tu mijengo KICC pale, Time Towers pale. Nashangaa vipi niko US mimi, lakini alipofika hivi sasa wale room service wanaongea Kiswahili, currency ni ya Kenya, lakini hapo kwa lugha ni familia aje. Hapo notice kwa hoteli alishuka. Kuna siku sasa ilifika, sijui siku ya after 1 week sasa alishuka. Sasa unajua anshapiga maisha, alishaanza kuelewa mandhari ya nani, kama ni hewa na kututa hewa fit yenye sasa najua mwili imeanza kuadapt hewa. Akashuka, acha nishuke sasa niende nichangamke US. Fika hivyo hapo CBD jipata CBD na ile jamaa kaanza kupiga nduru. Kitamboni mwanaume alia mzee. Hapo jamaa mimi najua alichotwa. Kama ni kuchotwa alichotwa fit. Kitamboni mwanaume alia. Mzee huwa ni story nyingine mrefu sana. Namhurumia tu jamaa bana. Hizo ni pesa ametumia. Na ukitaka tu kwa kama ni we traveling agencies bana, zile legit I think ni most ni za serikali. Lakini hawa watu hivi wa mitaani nini utachezwa tu hapo. Mwanza mtu mwenyewe amekuapproach anakuambia mimi niko kwa agency. Hiyo ni scam. Alafu unaona hata sisi kama mmoja pekee, sio hiyo pekee yake. Scam ziko nyingi sana. Unaweza pigwa hata na mtu mwenye unamjua. Kuna scam nyingine yenye mimi mwenyewe nilikuwa nachapwa live kabisa. Jamaa alikuja, ni mtu najua. Jamaa ananiambia kuna kazi fulani yenye utaconnectiwa. Sasa akanipa namba ya jamaa mwingine. So jamaa mwenye najua akanipa namba ya jamaa mwingine simjui. Jamaa mwingine akataka kunichota. Asijui ndio dilares vipi. Mimi nilijikuta tu nimetoka kwa hiyo mtego, lakini bana scammers bana, tusiwe hivyo. Tafuta tu ile yako 200, kula mazee, kushukuru. Piga tu strategy zako fit. Sio mwingine aumie ndio wewe upone. Acha tu wote tupone wote. Hii keki ni kubwa, wote tunaweza kula wote. Acha mwingine asiumie. Wewe mwenyewe una feel fit, lakini wenzako anaumia sio fit. Wadau hapa nje tuamke bana. Hizi scams zimekuwa mingi, the traveling agencies pia zimeongezeka. It's better uende kwa za serikali tu juu utachezwa. Yaani na ni pesa nyingi za utapoteza. Saa tuamke tu yani. Na kitambo ujue mazee itakuwa already ushatandikwa. So mazee piga tu nani zako fit. Alafu kuna nyingine hii historia kuhusu hiyo education hiyo. I think kuna hizi story fulani zenye mostly tuseme hiyo story ilikuwa kitambo na sasa ni kama pia na sometimes inajirudia. Inaanza kujirudia. Kuna kama kuna mwingine mwenye alikuwa I think hii story hata I think unaijua. That story boys fulani mwenye alipatana na mrembo wake pale, wakadate hadi wakaoana. Alafu then jamaa amempeleka mrembo nyumbani. Wameishi kama mwaka moja miaka 2 hivi. Mama mzazi sasa ameanza kumkataa yule mtoto wa kike. Anasoma sana. Amesoma hadi campus. Na boys amesoma hadi form 4 level pale. Sasa mzazi anaanza kukataa ati mtoto wake asiendelee na msichana juu amesoma sana kumzidi, usiona. Sasa yani ikabidi yule msichana yule na ule boys wakaenda tu marriage yao na walikuwa na mtoto mmoja bana, already washaza. Si jambo poa, limeanza kujirudia sasa. So unaona hiyo ni effect. I think mostly hii story nimesikia sana kwa single mothers. Nikisema single mothers ule most yao wenye wameolewa, hapo sometimes ndio ikawashinda au maybe some circumstances zikatokea wakaseparate na bwana zao. Wanaishi sasa kama tuseme walezi, so wanalea kama co-parenting. So mostly inakuanga hiyo situation. So huyu mama sometimes inaweza kuanga ni ile design yenyewe anajua maybe mtoto wangu maybe kulingana na level yake ya education na huyu msichana hawezi endana. Sometimes huwa anafikiria hivyo, but kwa side nyingine ya mapenzi unaona ikifika kuna level fulani yenye huyu jamaa anaweza kuwa maybe hajafika level ya education, hajafika sababu uwezo kwao haukukua. Alifika tu form 4 lakini hakuweza kusonga mbele, lakini bado anaweza kuwa jamaa anaweza kuwa ni bright compared to yule demo. So ni ile labda huyu demo amekuwa exposed zaidi kulingana na huyu jamaa. So inaweza kuwa maybe umesoma tu high school hapa hivi ukasoma primary ukaenda high school to the same location, so haujafunguka sana kuliko
kushinda ile dem, lakini anaweza kuwa jamani bright kuliko dem. So sometimes wazazi pia tusiwe make decision na watoto. I think kuna level fulani yenye mtoto akifika, wacha tu make decision yenye mwenyewe afeli, ukuje umwambie hapo ulikosea, ulifaa kwenda hivi, but baada ya kuwa ashafanya ashaiona mistake. Sometimes unajua kuna decision nyingine yenye ni ngumu wale mtoto akifanya, lakini sasa kama sasa hivi tuseme huyo single mother anaweza kuwa ni ile upendo yenye uko nayo kwa mtoto wake, so anaona maybe huyu mtoto msichana akikuja kwa maisha ya mtoto wangu, ile love yangu itaenda kwake, kama itaenda kwake. So utapata maybe alikuwa anaongelesha mamake daily, utapata anaongelesha maybe after 2 days, after a week, vitu kama hizo. So sometimes inatokeanga sana kwa mama, haikosa kurealize hiyo ya kuwa imefika time yenyewe mtoto ajiendee sasa akae maisha yake, ndio inakuta hiyo commotion sana mostly inapanga hivyo. Lakini pia wazazi wa kizazi cha Afrika bana tufiki lakini unajua waweza kuwa ule mzazi, unajua wanasema mzazi hata kama amekaa chini yona mbali kuliko maybe huu mzazi huu kuna mambo mengi alitokea katika ujana wake, na haizi kuambia ama haizi kukaa chini akwambie hivi na hivi, ndio maana amekuona mapema kwamba huu msichana aweza kuwa amemwona mabaya yake already, lakini kuna vitu zingine mimi naweza ona na nisione kama mbele ni big deal sana, lakini ule mzazi sasa yaweza kuwa ameona mambo mengi kuhusu msichana. Yeye ndio maybe hapo most of the time ako naye pale nyumbani, wewe kumchakato yako, si ndio? Mzazi akiona kama vile sana ataanza kupea hizo warnings mapema. Pia the same thing na ule mzazi eza kwa kuna yani past experience bado inamhound. Ndio maana yasema umstaki mwanangu mali fulani akosewe pale. Ndio maana zile mapema. Lakini kwani mzazi na mimi mwenye bibi ni wangu, nani anamjua zaidi? Mimi bado nimemjua maybe kwa miaka 3. Hata tumeenda tukafika time tukazaa. Naweza kuaje mimi kuintroduce kwake miezi 3 iliyopita, wewe unamjua zaidi kuliko zaidi. Hiyo vitu zingine zenye sikatai, sometimes wazazi wanakuanga right, lakini kuna zingine zenye itabidi uache mtoto mwenyewe apige decisions zake. Wewe muadvise but isifike time yenyewe. Muadvise tu mwambie hiki na hiki chenye nafanya. Emu take caution, lakini isifike point yenyewe utamwambia kabisa hii ndo anastaki iendelee. Muadvise tu hivyo, lakini wazazi wetu unajua kuna stage fulani mtoto wako akifika like kuna ile age unapokumwacha make decisions zake mwenyewe. Ufai kukaa naye tu yani kila mara una make decisions. Ni kama yani ule mtoto ni mtoto wa kiume, lakini pale kwao hana say. Ana usemi wote kwa mamake ndio make decision kazi zote. Unaona sasa pale ule yani si ushirikiano mzuri kati ya mama na mtoto wake na ule bibi. Sasa unaona haikai poa. Pia kuna kitu kingine yenye nilikuwa nimeona mahali yenye nilikuwa nasema mtoto wa kiume ama mwanaume kitu anataka sijui ni vitu 3. Respect na ile freedom yake, unaona? So mama pia ukimchunga sana mtoto wako, unajua kuna level fulani itafika ni mtoto yes ana grow, lakini kuna level fulani itafika yenye mtoto sasa mwache tu, hata kama ni apige tu haso zake venye anapiga, wewe mkazi yako ni kumwambia wewe bana hapana, hapa ungefanya hivi, yaani mguide tu venye angefanya, lakini the right way. Lakini ukianza kummekia decision sana ataanza kukosana. Na maybe atakusikiza wewe sana, dueni mzazi wake, hata kuna vitu zingine atasababisha maybe ndio hiyo sasa kusababisha ndoa ivunjike sababu anakusikiza wewe mzazi sana. So I think wazazi tukue kidogo hapo hivyo. Mimi si mzazi na si marriage counselor, lakini obvious unajua hiyo stage utafika, maybe inaweza kuwa katika your family hujafikia that situation maybe. Najua maisha bado yanaendelea, siona maybe unaweza jikuta katika that situation, na vijana pale nje za kwa kuna mwenzako kama vile amepitia that situation, kuna vile unaweza mguide, si ndio? Aende to the right way, maybe si lazima aende kwa those the counselors, lakini pia mnaweza adviseana kama vijana huko nje. Unajua mtu huyu akuja kama kueleza story as a third person, but kumbe niendo ya sometimes so utabidi unamuelewa tu. Sometimes hata baadaye unakaa tu peke yako na jamaa alikuwa eza kwa jamaa anaeleza into another person, but kumbe ni life yake anapitia. Unaona wazazi bana, mwache kutukalia ngumu.
Education doesn't matter kwa relationship. Sijui kama mtasemaje pale kwa comments. Mtuambie hapo comment section. Mimi naona tu kama bora tu tunapendana. Akona degree yake, akona masters yake, bora tu. Mimi ni for liver tu. Si bora na provide kwa nyumba. Na bora ni unajua kuna ile design yenye mtu anaweza kuwa amekushinda kielimu, lakini akileta topic hivi venye unaichukulia ama venye unaidiscuss yenyewe, anaona hata kama mtu amemzidi kielimu, lakini mtu simfikii kwa reasoning na thinking yake. Unajua sasa kwa hapa nje education na pale kwa class na hapa nje ni vitu mbili tofauti, very different. Ni class tofauti kabisa. So tunaweza kuwa umekuwa successful kwa elimu, lakini hapa nje maprofesa wangapi kwani tunaona wanafundika hapa nje wanatatizika na maisha. To be general, hapa nje hivi maisha ya class na hapa nje ni tofauti, very different. So mtu kwamba wamependana na unaona wanaishi fit, usiingize tu maneno zenye utafanya maybe wako sana ama wafanye nini, lakini jaribu tu kuangalia wewe na alafu story nyingine ni story ya umeona Kenya venye wanakimbizana na polisi bana. Country tunaenda wapi bana? Kenya yetu bana imebadilika. Tunaenda kama revolution ya Gen Z. Video fulani hapo hivyo, jamaa anakimbizwa na askari, jamaa anapiga back pedal kidogo hivi na kona gongo. Hiyo bila bana. Wewe utaifanyia kitu. Akamrudia askari. Amsema anaendelea bana. Amtaki mchezo. The same na this hizi riots zimekuwa na nguvu hapa. Bana. Ani askari akona ile inaitwaje tear gas launcher ile. Alafu jamaa ameshika panga, yenda kupiga mikwaruzo kwa lami, akimpata askari wakaepa bana. Bana. The fear is gone. Wajua the first thing mazee tunafaa ku prioritize bana maisha yetu. Hata kama we are fighting for a cause amboni tunataka nchi yetu iwe poa, si ndio? But mazee pia at the end of it all mazee, hiyo afya yako mazee ukipoteza hauta manage hata kufaitia hiyo freedom unafaitia ama hiyo kitu unafaitia mazee. Kama ni peaceful riots ama hizo maandamano ni nini bana, kama ni tubeba chupa yako na mask yako na unaenda tu mnafanya maandamano zenu za maana, kuna mawe sijui kubeba chuma sijui kubeba gongo kubeba panga na wengine, acha tu ikuwe peaceful bana. Yenyewe hata ukipiga tu peaceful wataelewa tuna nini tunapiga tu kuliko tu tunagongana bila. Sasa siona kama pale ukiuliwa pale atasema askari mwenyewe atakuwa na kitu cha kujisaidia, atasema ilikuwa mimi ama yeye. So obvious it was self defense. Lazima atajisaidia at first. So jamaa acha ikuwe tu peaceful pale. Tukia maandamano zetu pale ni nini, hata kama tu are fighting for one thing ambao we aim kuipata kwa serikali yetu. Ya wengine sasa fighting for one term. Jamaa alikuwa amebeba abiria kwa pikipiki kwa ndudhi. Sasa jamaa akasimamishwa na askari hapo, ambao sijui ambao watu wengi sijui atoika kitu. Jamaa akatoa kitu kama pesa hivi akambandika. Sasa unajua ile design yenye askari anapewa doa. Sasa kuchwa hivi akambandikwa. Jamaa akashukua akampea kwa mkono hivi kwa mkono. Jamaa askari kutoa hivi imeandikwa one time. Kisha one time ba. Sisi one time imekuwa sana. Bana tujaribu kuwa responsible kidogo mazee, hata kama tunapiga hizo maharaya tuna fight, lakini pia tujue maisha yetu ni muhimu kuliko ni muhimu sana. Hata kama tunasema Kenya ni muhimu kuliko sisi wenyewe, lakini pia sisi wenyewe bana muhimu zaidi. Ni muhimu. Tunahitaji Kenya ikuwe better kila kitu. Bila mimi Kenya hizi songa mbele. So lazima nitegemee mimi. Better kuwe umesota but you have your health vizuri, unaweza kula, unaweza tembea kweli better. Pale kwa transfer market bana ni kumoto sasa hivi. The top signings zinafanyika na expensive bana. Ukiangalia pale Chelsea wamesign Liam Delap pale, ukienda United pale wamesign Matheus Cunha na Mbeumo pale kidogo, na ukienda pale Man City kuna aitwa nani yule kijana ametoka pale aitwa Tijan Reinders. Kijana ni moto pale. Kuna Cherki pia pale Liverpool wamefanya mambo kidogo. Pia wamejipanga panga. Hapo kwa Liverpool bana. Liverpool wamejipanga panga.
hataki mchezo. The top signing bana imeingia kwa top 5. Florian Wirtz. Ukijana ametafutwa lakini Liverpool kama wamejaribu kudivert, yani wako hijack paka the deal hadi wakamsign huyu jamaa. Liverpool ni kama wamesema venye wamechukua kikombe. Unajua Liverpool wamechukua kikombe mafluki hivi, sasa wamesema sasa venye tumeona tumeichukua mafluki. Acha sasa tuonyeshe kuwa tuna uwezo next season. Lazima wa retain wawe contender pia. Ukiangalia huyu jamaa wamemchukua na 150 million euros. Ndio mchezaji mwenye. Pale England ndio mchezaji mwenye amenunuliwa pale England. Juu ukiangalia kuna kina Neymar, kina Mbappe wametoka kwa hapo. Neymar pia naye alisema 222 million euros. Very expensive. Lakini sasa si the way ameperform, sio jamaa ametoka Bayer Leverkusen kule. The way aliperform kule amekuwa na season fit. Bayer Leverkusen ni Bundesliga. Siona. Na tunajua kama kuna ligi ngumu zaidi ni EPL. Premier League bana wewe ile ina mfano. So hiyo isimpe assurance kwamba jamaa ataperform. Hapo kuna wachezaji wamekuja, wachezaji wazuri hata kuna tumeona already wenye walikuja wakaflop, wenyewe wametoka, siona. Jamaa anakuja apiga zone moja hivyo ndo amepotea. So pia all the best but sio guarantee that ataperform fit venye tuna expect but pia bado lakini kuna Frimpong pia. Frimpong pale wamemsaidia Liverpool, wamenona Liverpool clubs zenye naona amepiga signings zenye za kutisha. Ni Liverpool na City. Hata City nao pia signing zao si mchezo. Sio mchezo. Sio kama Arsenal bana. Wewe jamaa Arsenal mamke. Usiongelea wa kusindikiza. Mbona waniangalia? Mimi si wa Arsenal. Sio Arsenal. Lakini tuambie ndugu zetu wa London, wazee waamke kidogo at least wachangamke. Sijui kama wanangoja season iishe, signing iishe ndio wafanye. Shida ya Arsenal pesa zao ni 100 million euros. 100 million ubaya ununi hata striker. Ona. Striker waweza mpata pale ni about 65 imebaki 35. Utanua nini? Mtabaki tuna Havertz, mbaki na Jesus. Haizi wasaidia. Lakini kuna Merino anasaidia pale kidogo. Merino kidogo pale ameperform kama mid mzuri. Lakini wanafaa kununua striker. Already wamejiweka vizuri katika mid, wako vizuri, wako better. Alafu nashangaa wamesign goalkeeper. Goalkeeper ni wa nini sasa? Raya ameopona ni nani sana. Arrizabalaga sana fadhili. Arrizabalaga si kipa mbaya. Arrizabalaga si kipa mbaya. Acha tuwasukumie at least tupate. So unajua wachezaji wote wenye tumewamozi na Chelsea hakuna kitu wamewafanyia. Sterling, nani wachezaji wote Chelsea hufai kutoka. Sasa ukiangalia bana wewe. Raya amewasaidia season mzima hadi mmemaliza hapo top 3. Season imekuwa tu mkisindikiza wenzi wenu. So namba 2. Mnafaa yani kujekeza katika ma strikers pale. Wao ndo wanafaa kuachieve. Hiyo ndio kitu wamebaki wanafaa kuachieve. Wasimalize namba 2 namba 3 tena. Na kama hiyo imewatoka basi ndio imewatoka. Lakini si bado already wamejipanga vizuri. Bado window. Si unajua window imefungwa sababu ya nani ya hii nani inaitwaje? Club World Cup. Then ifunguliwe tena. Watu wapige signing. Watapiga signing. Wacha tafuta maybe labda tukienda Club World Cup wataona wachezaji wazuri wapige signing. Lakini saa hii Arsenal bana mtafute kidogo. The top striker yonamtaka pale kutoka Sporting Lisbon, the Victor Gyökeres. Wanamtaka lakini pia kuna tough challenge tunaona. Kuna still United wanamtaka. You the best coach ako pale. Na alitoka kule Sporting. Usiongelee sana Man U hapa. Na ukiangalia history ya Man U bana. Umemaliza namba ngapi? Ukiangalia history ya Man U. Kawaida wana hijack deals. Wana hijack almost mwisho. Watu wanaishingi tu in the past, waachana nao. Hijack wakati wa Ferguson sana. Lakini hizi season zingine hapa nyuma hapana. Hii sasa tukiongelea history Man U mko sawa. Lakini tukiongelea sasa venye sasa mko bado you need to pull up yourself. Unaona mahali umemaliza huko? Next season ukifanya mchezo
huyu Mbeumo na Kunya atakosa kuwasaidia, mtanaweza maliza huko chini kabisa relegation. Ona ukiangalia United waga ni dream club ya kila mchezaji pale EPL. Siona ni klabu kubwa. Sababu ya history. Hata mbali na history. Man ni klabu kubwa. Mlirekebisha ule uwanja ama bado? Bado mlipiga dawa panya kadedi au bado panya kujipona? Asiwasikia tuko katika harakati ya kujitengeneza vizuri. By 2030 kutakuwa na United itakuwa na Old Trafford, itakuwa the best stadium the whole world. Okay. So ni kujiwekeza vizuri pale. Lakini mtamaliza kama mmeanza kucheza championship. Unajua shida ni za muda bana. Itakuwa mshamaliza kucheza championship hiyo time. Sasa unaona kama sasa tumeavoid kumaanisha tumeng'ang'ana sana. Ndio season imekuwa mbaya, pia coaching ni mpya, wachezaji pia signings zilifanyika kidogo hawaja coordinate vizuri. Ukiangalia coach sasa ndo anataka kujiweka kwa ile strategy yake, tuone formation yake vizuri, alafu ndo perform. Sasa mwenyewe alisema kuna period ya ugumu fulani, alafu pia kuna period yenye mtenda tu mambo yataenda nywe. Mimi nakumbuka maneno ya huko kwa Chelsea. Alikuwa kocha Chelsea anaitwa aitwa nani? Kwani unajui kocha wa Chelsea yeye kocha wa Chelsea wa kubwa? Bana. Kocha Chelsea. Wewe kocha wa Chelsea anaitwa nani? Nasahau jina. Unakosa kujua kocha wenu. Kocha Chelsea kulikuwa na Pochettino, kana Tuchel, kana Enzo Maresca sasa hii. Unakosa kujua. Sasa Enzo Maresca unakumbuka kuna time yenyewe alikuja kuhojiwa. Ile time ya Chelsea walikuja wakawin game kadhaa hapo akaulizwa kama anashindania ligi akasema nini? Akasema yeye hayuko kwa ligi. So alikuwa ni kama alikuwa yajua huyo jamaa. Huko alikuwa yapigia. Hachezi shinda. Alikuwa yajua kabisa sisi hatu. Alikuja na pressure season yake kwanza. Ndio alikuja na pressure kwamba formation yangu imekubali, wachezaji wangu wamekubali. Lakini aliulizwa hiyo time yenye Chelsea ilikuwa on form kabisa, lakini akasema kwa sahihi hatukompiti kwa club. Sijakuja kushinda. Hajashinda kushinda. Lakini hii season inakuja sasa. Keno kimotoni. Hii ligi sitaki kusema sana, lakini hii ligi Chelsea wakikosa kumaliza position 1, number 2 hawatakosa. Alafu kitu kingine huyu jamaa huyu mwenye amesainiwa Liam. Huyu jamaa ni striker mzuri, sikatai kila kitu ako sawa. Lakini mimi naona jezi amepewa. Sijui kama anaweza perform kama kuna mchezaji mwenye jezi iko na nuksi, ile jezi iko na nuksi. Lakini kuna mchezaji, kuna watu washai perform. Kuna mtu anaitwa Dembaba. Anaitwa Dembaba. Na Gonzalo Higuain aliperform. Lakini the rest, lakini hao wengine kina Morata, kina Lukaku, kina Radamel Falcao, na wao ito nani Fernando Torres, na wao ito nani mchezaji mmoja hivi ito nani na Msaudina Tammy Abraham pia wako perform au kuperform vizuri ya AC Milan pale. Hii jezi hii namba mimi ni sawa, acha tuone matokeo, lakini siwezi weka hopes zangu mingi kwa Dela. Unajua kuna kazi zingine oga za possibility ya kuzibreak ziko. Hata kama iko the jezi iko cast vipi, lakini vitu zingine wanafaa kupotezea, na mkiamua tu huyu jamaa ataperform kweli. Mkienda sijui na zile zinaitwa nini. Lakini stereotypes ama nini. Unajua ni mentality yake pia, na aseme mwenyewe hii jezi haitani affect. So lakini akisikia maneno hivi zimuingie sana, haizi perform. Anaweza perform. Lakini all the best kwa Liam Delap pale. Unaona Ipswich alifight na hadi mwisho bana. Ipswich imesumbua Chelsea, wakapanda juu kwa Premier League wote, wakashuka batu jamaa amerudi tu kwa Premier League pale pia na Chelsea. Ukija na ameperform bana. Amewasumbua Chelsea. Kijana amesumbua Chelsea. Hata venye Chelsea wamenichukua, mimi nashukuru. Sababu kidogo pressure imepungua. But all in all message club yenye inafaa kufanya signing Arsenal bana. Liverpool hawaja wana let down sana. Liverpool wanafaa ku replace Trent Alexander.
Alexander Arnold. Yeah, Kuna they need replacement to yake. make Kuna wanabidi wapige hiyo signing pia tuone wamefanyaje, lakini all the best pia Trend pia ile signing ya Trend kwenda Real ile ni fit. Huyu jamaa aliona Xabi Alonso pale, ile kijana anaweza msaidia. Trend ni mchezaji mwenyewe, unaweza lemewa mid, umemchezea kama defender, umelemewa mid, unaweza mswitch umwambie nichezee mid, ulete defender mwingine, so kuwe ni kama uko na lakini ukiangalia pale signings zingine waga zinaenda kuharibu timu. Juu ukiangalia pale Real kikosi wako nacho na wote ni the best. Lakini hiyo ni kitu yenye ilisaidia Liverpool. The more uko na depth kubwa, uko na watu wazuri wengi, mtu yote mwenye ataumia uko na uwezo replace. Angalia Man City si baada ya De Bruyne ama Rodri kuumia, ni nini iliwafanyikia? Unaona hiyo kuumia Rodri ilisababisha waliteseka. Rodri hapo nje, KDB hapo nje, jamaa wanaenda perform. Better uko na club kubwa, uko na timu kubwa yenye wote ni wazuri, mwenye ukireplace huyu anakuchezea bado fit, utakuwa better kuliko ikuwe sasa. Hata Arsenal pia nao unaona walikuja wakayumba sababu striker wao kuumia, so Havertz ndio hivyo. So the moment kama uko na club kubwa yenye kila mtu mwenye utamchezea anaweza kuchezea fit, uko better kuliko uko na club, uko na timu kubwa mzuri, timu ndogo mzuri, mmoja akiumia hivi so I think Real pia bado wako sawa, lakini acha tumuombe tu mazuri. Juu tulimuona jamaa mwingine pale kutoka Chelsea alipoenda Real, nyota yake kadidimia, ilibaki pale Stamford Bridge. Kutoka na Baraka pale alijifanya kielele sana. Hazard pole lakini bado ni legend pale Chelsea. Tunamjua, lakini Trent bado ni kijana mdogo, so yule I think alitoka kwa 28 pale the Hazard alitoka 28 akaenda Real, so bado ni bado mdogo. I think ako 24 years ama Trent Alexander ana range hapo early 20s hapo, yako sawa bado. Acha apige na Dean pale kidogo. Unaona defense ya Real imekuwa tu fit, lakini unaona wameiongeza bado. Unaona hakuna mwenye wame reduce, lakini wameleta Trend na bado wameleta the chill guy bana. So bado congratulations big up bana kwa the top signings zimefanyika. Yani acha tuone tu next season ni kumoto bana, next season ni kumoto bana. Hata hii Club World Cup pia ni kumoto. Club World Cup angalia PSG. Unajua PSG wewe, unajua kuna timu zingine zimekuwa tu pale tu juu ya sijui ni pesa, sijui ni nini, kama club kama timu gani. Ukiangalia Man City na ukiangalia Chelsea pale, mi hadi sijui kwa kitu gani waga na consider pale for the yani kuingia kwa ile Club World Cup. I think next video tutaiconsider hiyo, tutaiangalia hiyo story ni nini wana consider. Ama pale kwa comment section tuambie kwa ni kitu gani waga na consider hadi mnajipata umeingia kwa Club World Cup. Then you Chelsea kucheza UEFA na City pia naona performance ama ilikuwa imeselectiwa before. Ilikuwa selected already before the wacheze Champions League. Tutaangalia hiyo criteria tujue. Yes wadau, welcome to our weekly summary pale Entertails Corner. Tuko na sports, tuko na politics, tuko na maombea kazi zote, tuko na stories za maisha, everything unazipata pale at Entertails Corner. Fika pale YouTube, ufike pale TikTok, hadi Facebook pale unatupata at Entertails Corner. Upate ubondo kama wote kabisa wadau, everything is covered. Welcome pale, ufike to subscribe. Let's meet on our next episode of our weekly summary at Entertails Corner, and make sure to subscribe, like, comment, toa views zako pale, we interact, and let's meet on the next episode. We out.